moyo wa mwanadamu pia ndio unaobeba hisia. Nataka kukuambia ukweli, ikiwa hisia zako zimeumizwa, ikiwa na uchungu ndani ya moyo, hauwezi hata siku moja kumfanyia Mungu ibada. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba ukiwa na neno na ndugu yako, kabla hujatoa sadaka yako, nenda kapatane naye kwanza, alafu ukishapatana na huyo ndugu yako, njoo itoa sadaka yako. Kwa hiyo kuna uhalisia, kuna baadhi ya watu wanatoa sadaka zao ni kama wanatupa, kwa sababu Mungu ashawishiki ukimpa milioni 30, milioni 40 kama moyo wako ni sio safi. Na vitu vinavyochafua moyo wa mwanadamu ili usipokee ibada, usipeleke ibada kwa Mungu ni matendo ya mwilini. Matendo ya mwilini. Matendo ya mwilini ni yapi? Kusoma kitabu cha Wagalatia ile sura ya 5 na ule mstari kuanzia wa 16, anasema hivi: basi ndugu zangu, na wasi enendeni kwa roho, wala msiende kwa mwili. Kwa hiyo kuna kutembea roho na kwa mwili. Anasema sababu roho inatamani kushindana na mwili na mwili unatamani kushindana na roho, na ndio maana ninyi hamfanyi mnayotaka. Wakati mwingine unasema nikiamka asubuhi nitamfanyia Mungu ibada, nitaomba kwanza, nitaswali ndo niondoke. Lakini wakati mwingine unashangaa inakuwa ni ngumu sana, muda umeisha, unaondoka hujafanya vile, kwa sababu mwili unakufanya wewe ushinde kufanya mapenzi ya Mungu. Sasa anasema matendo ya mwili ni haya: uongo, uasherati, uchafu, ushirikina, ibada za sanamu, uongo, ufisadi na mambo mengine yafanana hayo. Na katika hayo anasema, nawaambia mapema, watu wafanyao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi uzima wa milele. Ukiona unafanya kazi na mwenzako, labda wewe ni mtendakazi wa hapa katika Magufuli Bus Terminal, alafu ukagundua una kinyongo na mwenzako, ukagundua hauko vizuri na mtendakazi mwenzako na mfanyakazi mwenzako, au ni dereva uko vizuri na mwenzako, au ni mtumishi unayetuhudumia kwa usafiri hapa nje uko vizuri na mwenzako, nataka kusema ni vizuri ukatengeneza, kwa sababu hata ukienda kanisani na msikitini unapoteza muda. Na ndio maana maneno ya Mungu yanasema, wasameeni watu makosa yao kama vile Baba yenu wa mbinguni anavyowasamehe. Usipokuwa mtu wa kusamehe, ukawa unatoa sadaka, unawahi kwenda kwenye ibada, unapoteza muda. Mimi nakusii, tengeneza na huyo ndugu yako, maana ibada ya kweli inatoka kwenye moyo. Ibada haitokei kwenye mdomo, na moyo wako unachafuliwa na mambo yafuatayo: uongo, uasherati, ulevi, ufisadi, uchawi, uadui. Ninaomba sana ujue mambo haya ili ibada iwe na maana. Ni lazima ufike mahali uyatoe hayo mambo ambayo sio mazuri. Lakini utaniambia sasa, mtumishi wa Mungu, mimi nawezaje? Unatamani sana kuacha ulevi, lakini imekuwa ni ngumu. Kila ninapojaribu kuwa ni ngumu. Sasa nafanyaje? Ni rahisi. Hakuna anaweza kushinda dhambi kwa akili zake. Ni lazima upate uwezo kutoka kwa Mungu, na Mungu anachokiachia kwa mtu ambaye tayari ameonyesha anahitaji msaada wake, Mungu ndio anaanza na mtu huyo kumsaidia. Mara zote huwezi kumsaidia mtu ambaye hayuko tayari kusaidiwa. Labda nikupe mfano mzuri. Kama umeshaona mtu anayeokolewa anataka kuzama kwenye maji, wale wanaookoa ni wana akili sana. Mtu anapozama hawaendi hapo hapo kwenda kumwokoa. Huwa wanaacha anywe maji mara ya kwanza, mara ya pili, na mara ya tatu wanapoanza kulegea, sasa ndipo wanaenda kumchukua. Kwa nini? Kwa sababu ukienda kumchukua mtu akiwa na nguvu zake, atakukangania, alafu mtazama pamoja. Kwa hiyo kule kuonyesha unahitaji msaada, mnaonyesha unyenyekevu kwamba mimi nimeshindwa na ulevi, nimeshindwa na nikiona wanawake siwezi, yani najikuta na tamani, najikuta tu siwezi. Sasa nisikuhukumu kwa sababu ya hayo, maana Mungu anawapenda wenye dhambi, lakini anaichukia dhambi. Yani nataka kuambia iko nguvu ambayo inaweza kukusaidia kutoka hapo.
na hiyo nguvu ikija juu yako, utashangaa kama ulikuwa na kiu ya kunywa pombe inakatika. Ulikuwa na kiu, kila ukiona sketi inapita mbele yako ikatizi, utashangaa. Wala ukiona mwanamke unamwona kama dada yako, anabaki kuwa yule mke wako, tutakuwa unamthamini nyumbani. Nataka kukusema hiyo nguvu ndio asubuhi leo nimekuletea nikuambia habari zake, maana hiyo nguvu ikija juu yako itachosababisha itakupa nguvu ya kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Hiyo ndio nguvu nayoongea mara hapa. Wakati fulani mitume kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 2 na mstari 37, basi Petro akawaambia hao makutano, wakamuuliza tutendeje sisi? Akasema kila mmoja atubu na kubatizwa kwa jina lake Yesu Kristo, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, maana ahadi hii ni ya kwenu na watoto wenu na hao watakaoamini. Hii nguvu inaitwa Roho Mtakatifu. Ikija juu yako hii nguvu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu mwenyewe sio nguvu, bali Roho Mtakatifu mwenyewe ndio mzalisha nguvu. Anakupa nguvu ya kushinda dhambi, na akikupa nguvu ya kushinda dhambi, nataka kukuambia dada, nitakuambia utakuwa na ibada ya thamani, ibada ya kweli. Mungu anataka ibada ya kweli. Asubuhi ya leo nataka kukuambia Mungu aridhiki na unapomwabudu kwa maneno. Wengi tumemwabudu Mungu kwa maneno, maana tunamwabudu, tunakwenda msikitini, tunakwenda kanisani, lakini bado tuna mambo mengine. Unajua kama tunacheza na Mungu, tunamfanya kuwa ni mtoto mdogo. Tunaenda tunahubiriwa, tunafundishwa, tunaambiwa maneno mazuri na hao viongozi, lakini tukitoka pale tunasema kabisa tumetoka ibadani. Nataka kuambia sio ibada, umetoka tu kufanya maigizo. Ibada ya kweli inaanzia moyoni. Ibada sio kwenye maneno, ibada ni moyoni. Na kwa sababu ibada ni moyoni, nataka kukuambia ni lazima ujitunze moyo wako. Moyo uliotunzwa ndio moyo unaomfanyia Mungu ibada ya kweli. Ukisoma kitabu cha Mithali ile sura ya 4 na mstari wa 23 inasema, linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana huko ndiko zitokako chemchemi za uzima. Kinachochafua moyo ni uongo, kinachochafua moyo ni uzinzi, kinachochafua moyo ni maneno mabaya, kinachochafua moyo ni majungu, kinachochafua moyo ni umbea. Na hivyo jitunze moyo wako. Vitu vinavyotunza moyo wa mwanadamu ni neno la Mungu lililo hai. Kuliishi neno la Mungu, hiyo ni ulinzi wa moyo wako. Moyo ulindwi na kuwa na pesa, au ulindi kuwa na elimu ya hali ya juu, au ulindi kuwa na masters au kuwa na PhD, maana watenda dhambi, hata hao maprofesa wanatenda dhambi, hata hao viongozi wanatenda dhambi. Dhambi hatuishindi kwa madaraka tulionayo, dhambi hatuishindi kwa pesa tulizonazo, dhambi hatuishindi kwa makabila tulionayo, hatuishindi kwa nguvu tulizonazo. Dhambi tunaishinda kwa uwezo wa nguvu za Mungu. Nataka kukuambia msafiri, nataka kuambia mtendakazi mzuri katika hii stendi ya Magufuli Bus Terminal, Mungu amewapa neema na amewaletea neema, kwa maana amekuletea fundisho asubuhi ya leo akikwambia anahitaji ibada, na ibada inatoka moyoni. Ibada yako unapoifanya ikatoka moyoni, kuna baraka zinaambatana na wewe, utapata baraka. Unajua wakati mwingine tumekuwa tukizikimbia baraka za Mungu. Mtu anakuambia hivi, lakini kulingana na maandiko matakatifu, baraka inakuja kwa kumpenda Mungu. Wewe utafuti fuate wewe utafuti baraka, inatakiwa baraka ikufuate wewe. Hayo ndio maelekezo ya Mungu. Ukisoma vizuri kwenye Kumbukumbu la Torati sura 20 anasema, ikiwa leo utasikia sauti ya Bwana Mungu wako na kufuata kwa bidii kufanya maagizo yake yote yakuagizayo hivi leo, ndipo Bwana Mungu wako atakubariki mashambani, atakubariki chini, atabariki kapu la unga wako, atabariki chupa ya mafuta yako, atakubariki kuingia kwako, atakubariki kutoka kwako. Adui yako atapokuja kwa njia moja, atapigwa na kukimbia kwa njia 7 mbele yako. Atawafanya hao wanaotaka kuharibu mambo yako hawatafanikiwa, maana baraka ya Mungu haitafutwi kwa kwenda kwa watumishi.
Baraka ya Mungu inapatikana kwa kuwa mtu wa ibada ya kweli, na ibada ya kweli inaanzia moyoni. Ukiwa ni mtu wa ibada ya kweli, ukienda kwenye nyumba ya ibada ukiwa hauna mambo mengine, ndipo hapo ina baraka. Ikiwa ni mtu ambaye umejitunza sasa kuyafuata maagizo ya Mungu, anasema ukiyafuata maagizo ya Mungu hivi leo na kuangalia kufanya maagizo yake yote ya kuagizayo, ndipo Mungu ataiamuru baraka ije juu yako. Unasikia maneno hayo? Mungu anaamurugi baraka iwafuate watu, sio sisi pate. Kwa hiyo kama wewe utakuwa unaifuata baraka, baraka itakuwa inakufuata wewe na wewe unaifuata baraka. Kama ukijua wewe, tulia ulipo, kaa kwenye nafasi yako, fanya ibada ya kweli. Kaa kwenye nafasi yako mama, kaa kwenye nafasi yako baba, kaa kwenye nafasi yako kijana, fanya mapenzi ya Mungu. Na nataka kujua kuambia, na jambo linaweza kuwa kwako ni gumu, unaweza kusema ni kweli, katika yale tulioongea mtumishi, kuna vitu mimi nimeshindwa kuvifanya. Nimeshindwa kabisa kuacha ulevi, nimeshindwa kabisa kuacha uongo, nimeshindwa kabisa kuacha uzinzi. Mimi nimekuwa ni mtu nasumbuka na hiyo roho. Natamani kama kingetokea hata kama kuko kuna dawa naweza kuitumia niache. Nataka kuambia leo nimekuletea dawa. Nimekuletea dawa ya dhambi. Dawa ya dhambi nimekuletea. Na dawa ya dhambi ni toba.